So we're here to encourage you, Wakenya wenzangu. Bishop Mwiru, I compared the Zakayo, na yule Zakayo sasa hivi from being a hustler nation to a taxed nation. Huyu Zakayo tulikuwa tunasema tutakata mti na vijana wa Gen Z walikata mti kusema kweli. Sasa inakaribia the 3rd anniversary of the Gen Z revolution. And we want to say we will never forget those children. We will never forget those children. Because kwanza wanzilishwa taifa hilo walimwaga damu. Of course, as a believer, I believe that hakuna haja kumwaga damu tena. Ile damu Bwana Yesu alimwaga because of you and me inatosha. We don't want to be a bleeding nation. Haiwezekani kila mahali watu wa Kenya wanauawa kiolela na bunduki ambazo wao wenyewe wanazinunua kupitia ushuru. Zakayo yule wa Kenya, badala ya kuacha makanisa waendelee kuhubiri neno la Bwana, kuna mipangilio, walikuwa na mipango even to regulate it. Sisi tukasema we will not allow that. Kanisa yenyewe ikakataa. Si namna hiyo. Sasa watatoa matamshi ya bajeti ya mwaka ujao. Na mwezi sasa in the next kesho, tomorrow is 31st. And then on Monday, the 1st of June. Mwezi June katika historia ya nchi yetu hii ni mwezi wa ukombozi wa kiuchumi. Kwa hiyo tutakumbuka vile vijana Gen Z walikufa na badala ya Zakayo arudishe ushuru ambao alikitetea ushuru, akasema wapigwe miguu. Aombewe jameni huyu Zakayo wa Kenya. Tumuombe ndio arudishe gharama, wale watoto waliuawa wengi. Na hajalipwa ridhaa wazazi wao and their relatives. Tunawajua. And then take leadership. Let the voice of the church be heard when it comes to abuse of human rights, when it comes to gender-based violence, when it comes to femicide. Yani watu wa Kenya wanakufa na wanauawa na vitu havijulikani.